Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa wale ambao wananifollow. Pia una like video zangu na una share pia. Na pia YouTube pale pia usisahau kusubscribe na Mungu atakutenda mema. Uko mahali pale, uko na changamoto. Hakuna kitu chenye unaguza kinaenda mbali. Chochote unachoguza unapata kinakatika. Wewe ni ule mtu kianza kazi, inafika mahali inakatika. Wakati umepatana na mtu amekuahidi kitu, hata wakati mnaongea, ukifikiria labda unaanza kufanya mipangilio yako, unangojea kuna kitu itaenda na wewe, yani kuna kuendelesha hiyo kuongea, unapata inakatika. Unapatana na mtu ndio anataka kukusaidia, lakini wakati mnaanza kuongea naye mnaanza vizuri, lakini venye huyu mtu ataenda atanyamaza na atanyamaza hivyo. Unapata mimba zinatoka. Mimba hazikai kwa huwezi lea mimba. Unapata umekuwa na miscarriage. Kuna roho ya upanga ambao uliachiliwa katika maisha yako kwa ajili ya kuenda kukata chochote ambacho kitachipuka. Yesu uko na mbegu. Yesu kuna nyota yako, lakini kuna mtu anangojea wakati unachipuka hivi. Anatuma hiyo upanga inakata. Wewe ndio naongea na wewe hapa siku ya leo. Kazi unafanya tu muda mchache, imekuwa ni pattern. Kila wakati ukipata kazi, ni miezi 2, ni mwaka moja, imekatika. Unaanza fresh. Unaanza tena inakatika. Unaanza mazungumzo na mtu, unafikiria, unafika mahali pale pa marriage, inakatika. Kuna kasi iliachiliwa kwako. Kuna mtu alinena maneno ambao ni ya kufanya nini? Ya kukata. Kumbuka maneno ni kama upanga. Unatumwa kwa ajili ya kukata. Kuna maneno iliinuliwa juu yako. Most of the time unapatanga, kuna watu wamejipata kwa hii situation kama wanataka, na kuna wengine ni ile ya kusukumiwa. Nataka kusaidia hata kama ulitumiwa, na ni ile mtu labda kuna makosa ulifanyia mtu, na labda kitu kama hii na kuanga, kama kuna mtu ulimfanyia mabaya, na akanena katika uchungu, na akasema na hata wewe zako zitapotea. Unapatanga kuna kukatika. Kama kuna mtu ulikuwa naye kwa relationship, na ukamuahidi utamuoa, kuna wengine unapatanga wanameka hata blood covenant, wanasema kila wakati unanena. Kumbuka katika ile maneno kuna vitu ulikuwa unajifunga, alafu ukafika mahali ukakata. Wakati ulikata inamaanisha nini? Wakati ulimuachanisha, na huku muachanisha cha uzuri, ulimuachanisha na wewe mwenyewe ndio ulikuwa na makosa, bado ye alikuwa na expectation na wewe. Unapata ya kwamba next relationship unapatanga vitu zako hazita nawiri. Ile machozi huwa inakufata, unaanza kupata kuna upanga ambao uliachiliwa. Kila relationship unaingia unakatika. Unaingia kwa marriage inakatika. Unakaa kwa ndoa muda kidogo inakatika. Ni kwamba kuna kitu inadai, kuna mtu ambaye ulifanyia mabaya. Ni wakati lazima ufanye ujiachilie. Ujifungue. Kumbuka Biblia inasema watu wangu wanapotea kwa kukosa nini? Kukosa maarifa. So the moment unaelewa chenye ulifanya, ni wakati wa kujifungua. Kama kuna mtu labda uliharibia kazi, na wewe imefika tani yako kazi zako zinaharibika, nataka uchukue jukumu ya kuomba. Omba tu rehema na msamaha na toba. Ambia tu Mungu nisamee, nilitenda dhambi, nilikuwa nimeahidi reverse so and so. Kama unakumbuka jina yake, kama ni kwa hiyo relationship kuna mtu ulipromise marriage, imefika mahali labda relationship zako zina fail, ebu tamka jina lako, jina lao, na kama yuko karibu mwambie tu nisamee. Muongeleshe tu mwambie nisamee. The easiest way pia ni kumwambia nisamee. Approach tu mwambie mambo inafanyikanga, life inafanyikanga, so niliona hatuwezi enda mbali na juu ya hii, naomba unisamee, nilikukosea, nisamee. Naishe hivyo, utapata vitu zako zinafunguka. Alafu ukimaliza hivyo, chukua jukumu ya maombi. Kumbuka this is a new beginning. Chukua kitabu cha Isaiah 65 kuanzia 17, anza kuomba hapo. Anza maombi ya saa 6, anza from saa 5 mpaka saa 6 hapo. Kwanza ni kujirudia, alafu unaanza kureverse kila maneno ambayo ulifanya na vitu ambazo zimekuwa zikikatika katika life yako. Isaiah 65 verse 17. Unapata ya kwamba chukua hiyo jukumu saa 6, omba, jikatanishe. Ni kuanzia masaa 5 hapo ni kujikatanisha, kujifungua, kuondoa hiyo visirani. Ikifika saa 6 za new dawn, kumbuka ni siku nyingine. Anza kujitabiria. Kama ni hiyo kazi imekuwa ikikatika, anza kujitabiria. Anza kuongea, kureverse everything. Nasoma hii neno.
Ninajua wakati ninakutuma mahali pale, kuna neno iko mahali pale ambayo ina change destiny yako, itafungua milango. Do that for 3 days. Na kama bado unaona hali iko, endelea. Make sure unaamuka hiyo masaa. Ni wakati wa kujiongelelea, yani kureverse. Walituma mawe, unaanza kureverse ile maneno waliongea, unaanza kureverse. Na wewe uko mahali pale, labda unapitia changamoto hii na hakuna kitu ulifanya. Kuna laana ilitumwa kwako. Kuna maneno machungu yalinenwa kwako. That's why unapata vitu, umeweka expectation yako, unapanga vitu zako, alafu over sudden vitu zinakatika kwa uchungu. Kuna mtu alisimama na akanena kinyume na wewe, akatuma roho ya upanga kwa ajili ya kukata vitu zako. Kuna mtu alikuwa na machungu. Kumbuka ubebe mimba miezi 9, alafu uzae mtoto, ama utarajie mimba, ukuwe na mimba umepata, alafu unapata inatoka. Hiyo ndo the same na kazi, mtoto anatoka. Hiyo pain. Kuna mtu alisimama akanena kwako. Nataka pia we usimame unene kwake. Masaa ni ile ile, saa 6, kuanzia saa 5 ya usiku mpaka saa 6. Chukua jukumu ya kuomba. Jitakase mahali pale. Cancel na Isaiah 17. Chochote kilinenwa. Kama we ni mama unapitia miscarriage, guza tumbo lako wakati unaponena. Maana Biblia inasema hapo hakuna mtoto atakufa kabla ya siku zake. Hautalima shamba mwingine akuje kufanya nini? Kukula. Hautapanda mizeituni mwingine akuje kukula. Anything ambayo ni yako itafika mwisho. Yaani utakula jasho lako. Uko mahali pale, video hii nakupata, unakata vitu zako zinakatika. Make sure you pray. Na kama uko mahali pale unaweza access shamba pia, nenea pia mchanga mahali huko. Na kama unaweza pata hata mti, panda hiyo mti. Mti iko na secret yake. Pia unaweza chukua mti upande, labda uko nyumbani, ama kama unasafiringi nyumbani, nenea hiyo mti. Sema ninaanza mwanzo mpya. As long as mti unakuwa, hata mimi ndo nitakuwa. Vitu zangu zilikuwa zinakatwa, zitakatwa. Kwa sababu watu wengine wa uganga pia wanatumianga miti kukata destiny yako. Unakatwa kazi yako. Ulienda nyumbani ukiwa na kazi, ukitoka nyumbani kazi ikakatika. Ikakatika tu mara moja na ikaanguka, vitu zikafail. Sio pia wewe uko mahali pale. Tumia, kama unaweza pata mchanga, nenea. Kuliwaambia kuna nguvu ya kunenea kwa hiyo mchanga. Wakati unainenea na uko na mti wako, upande, inyunyuzie maji, alafu uache muujiza ikufuate. Omba saa 6 for 3 days. Kama wewe ni ule mwenye kwa nini, endelea hata for 7 days, as long as kuwa persistent. Omba. Inategemea hiyo hali yako imekuwa muda gani. Inaweza kuwa ni ya muda mchache 3 days, lakini ikikuwa imekuwa persistent muda mrefu, omba hata for 7 days. Endelea hiyo maombi ya saa 9, saa 5 mpaka saa 6. Unaanza kwa kujitakasa na kukemea hizo nguvu za giza. Alafu baadaye uanze kureverse chochote kilinenwa kwangu, ya kwamba sitabeba mtoto, ya kwamba kazi haitakaa kwangu kwa siku ya leo, kazi itakuwa kwa mikono yangu. The same book utatumia hata wakati unanenea hiyo mchanga na unanenea hiyo mti. Wakati unapanda tree planting, utapata vitu zako zinachipuka na zitanawiri, zitakaa. Take my word, mahali ulipo uko na hii changamoto, omba, soma hii kitabu, reverse hiyo curse. Kumbuka curse ni ile wakati mtu amenena hiyo maneno na imekuingia, na wakati inaingia inaanza kumanifest. Kwa sababu gani? Umeikubali. So wakati umejua madhara yake, ni wakati wa kucancel. Toka na unaanza kureverse. Kutoka ndani mwake ni kureverse. So and so alifanya, so and so alisimama majira ya saa 6 akakas kazi yangu, akakata kazi yangu, nami nimesimama the same time. Kwa sababu masaa ya kukata watu kazi na kuanga hiyo masaa ya kukata vitu zako, niyo masaa nimekuambia. Ndio nakuambia pia wewe unaweza exchange during that time. Saa 5 mpaka saa 6. Vitu zisifanyike kwako mzuri. Ukiamuka ukilala unapata vitu zako zimeanza kukatika, vitu zako zimeanza kuisha, watu wanakuondokea, unaanza kupata vitu haziendi.
Yes, unaanza lakini hakuna mahali unaenda. Unaanza biashara, unaweka inarudi chini, unaweka pesa yako inarudi chini. Anza hivyo. Chukua jukumu ya kuomba. Niko hapa kwa ajili ya kukusaidia, niko hapa kwa ajili ya kusimama na wewe. Kama uko mahali pale unapitia changamoto, nitafute kwa simu, na labda saa zingine unapata simu yangu iko busy. Keep on calling, nitakusaidia, nitasimama na wewe. Na kama utaweza, kumbuka sio mimi peke yangu, ni wewe ndio unatakana usimame. Tukisimama mimi na wewe, tukishikana, utapata ufunguo. Ombea hiyo miscarriage, omba. Na kama uko mahali pale unapitia miscarriage pia, unaweza nitafuta kwa simu. Inaweza kuwa pia ni altars. Kumbuka this is one of mlango nimekupatia. So the deeper, maybe kuna altars zilikuwa zimepandwa, ama kuna watu wengine unapata kuna nguvu za majini zimetumwa, kuna maroho zinafanya nini, kuna mahali unapata nini, umpu wako imededicatiwa, so unahitaji mtu wa kusaidia kwa ajili ya kufanya nini, ya kubreak. Nimesema miscarriages. Kuna tofauti ya ule mtu hajaizaa na ule mtu mwenye anapata inatoka. Nitafute kwa simu, nitaomba na wewe, nitasimama na wewe, na Mungu atakutenda mema. Kama uko na swali, namba yangu iko pale kwa bio, ni DM ama nitafute kwa bio, nami nitakusaidia. Shalom, Mungu akubariki, akutende mema.